Kulikuwa na jioni nzito. Mvua ilinyesha kimya kimya kama machozi ya waliokata tamaa. Gari la magereza lilisimama mbele ya lango kubwa lenye maandishi yaliyofifia. Gereza la kifungo maalum, mji wa Mzoga. Yusuf, kijana wa miaka 29, alishushwa kwa pingu mikononi. Alikuwa amehukumiwa kwa kosa la mauaji ambalo hata hakumbuki kulitenda. Kichwani mwake, kumbukumbu zake zilikuwa na matundu kama chujio. Hakumbuki hata alivyokamatwa. Mlinzi mmoja mzee, mwenye uso uliojaa makunyanzi na macho kama aliyowahi kuona vitu visivyo vya kawaida, alimkazia macho akamwambia, "Umefika mahali pa waliohukumiwa na roho zao, si miili tu." Walimpeleka hadi ghorofa ya 4, kitalu cha maalum cha wenye hatia isiyofutika. Chumba chake kilikuwa cha mwisho kabisa, karibu na ukuta wa mwisho wa gereza, mahali ambapo hata askari walichukia kupitiliza usiku. Usiku wa kwanza, sauti ilianza. "Yusuf, umekuja. Tumekusubiri miaka mingi." Yusuf alishtuka, akawasha tochi ya mlinzi aliyemwachia, akamulika kona zote. Hakukuwa na mtu, lakini ukuta wa nyuma ulikuwa umeandikwa kwa damu. "Kila anayefika hapa huwa anarudi nyuma kwa mwili, lakini roho hutupa." Asubuhi yake alikutana na wafungwa wengine. Mzee Daudi aliyekuwa mchawi zamani, Juma Kabwela, muuaji wa familia yake mwenyewe, Maria aliyejulikana kuwa na roho mbili, alidai hakuja peke yake. Walimuonya Yusuf kwa sauti moja, "Usilale wakati wa saa 4 usiku. Hapo ndio mgeni wa damu hutembelea kila mfungwa kumchukua mmoja." Lakini usiku huo Yusuf alichoka, macho yakamshinda. Saa 4 kasoro dakika 5, usingizi mzito ulimshika. Ndoto ilianza. Alikuwa porini, akiwa na minyororo mikubwa, akivutwa na kivuli kikubwa chenye miguu 4 na uso wa mtu aliyemkumbuka. Ni baba yake. Lakini baba yake alifariki miaka 10 iliyopita. "Ulinisahau mwanangu, ulitufanyia nini ile usiku?" Yusuf aliamka kwa jasho, akakuta minyororo halisi mikononi. Hakukuwa amezifunga mwenyewe. Na kwa mshangao, alikuta wafungwa wote hawapo. Ghafla mlango wa seli yake ukafunguka wenyewe. Sauti ya mtoto ilisikika, "Usikimbie tena, njoo tutumizie tulichoacha. Baba yuko tayari." Yusuf alianza kutetemeka. Kila hatua aliyoichukua kwenye korido ya gereza, taa ziliwaka na kuzima zenyewe. Alifika kwenye chumba cha siri kilichoandikwa, "Usifungue mpaka ukumbuke ulivyoingia hapa." Alipoingia, ukuta ukamwonyesha picha, lakini si picha za kawaida. Ilikuwa ni kumbukumbu halisi za tukio alilolisahau. Alikuwa kijana mdogo aliyeathirika kisaikolojia baada ya kuokoka ajali mbaya. Siku moja, alirudi nyumbani na kuwaua wazazi wake kwa kutumia moto, dhania wao si binadamu, bali mapepo. Lakini alifutwa kumbukumbu na kulazwa hospitali ya akili. Je, alifungiwa gereza kwa kosa lake, au walitaka kufunika ukweli wa madhira ya kishetani? Usiku wa mwisho, mlango mkubwa wa gereza ulifunguliwa ghafla. Mvua ikanyesha mari. Mlinzi mzee alimjia Yusuf na kumkabidhi funguo za mlango wa mwisho. "Ukiingia, hutorudi tena, lakini ukiukipa, roho zako zitabaki hapa milele." Yusuf aliamua kuingia. Ndani kulikuwa na kiti cha maumivu, na kando yake kulikuwa na roho za wote aliowahi kuwasahau, wakilia kwa sauti moja, "Tupe amani, tukumbuke ukweli wote." Yusuf aliketi kwenye kiti, ndoto zenye maumivu zikaanza. Akakumbuka kila kilichotokea. Jicho lake moja likapoteza mwanga, damu ikamtoka puani. Lakini alipomaliza, sauti zikatulia, giza likatoweka. Asubuhi yake, gereza lilikuwa tupu. Hakukuwa na mfungwa wala askari. Mlango wa mbele ulikuwa wazi. Yusuf alitembea mpaka nje, lakini kila mtu mjini alimkimbia. Alipofika mbele ya kioo cha duka, alitazama uso wake na hakuona kitu. Hakukuwa na kivuli. Hakukuwa na sura. Alikuwa hai, lakini roho yake haikuwa tena ya duniani.